kuna watu Mungu anawaita katika nafasi ya uimbaji, wanakuwa watumishi wa Mungu, lakini wao wanasimama kama waimbaji. Kuna wengine Mungu anawaita kuwa na huduma ya kutia moyo, hapa hajatajwa, lakini ni watu ambao wanatumika katika huduma hiyo, kuwatia moyo wengine, kuwafariji watu wengine, kuwa na moyo wa huruma. Mungu anawaita watu katika nafasi mbalimbali. Zingine ni nafasi ambazo zinaonekana ni nafasi ndogo, nafasi ambazo sio za heshima, lakini ni nafasi ambazo Mungu anawaita watu kukaa, na ile siku ya mwisho watavalishwa taji kwa sababu ya kutumika vizuri kwenye nafasi hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni bahati nzuri kwamba Mungu anatuita pia kuishi maisha matakatifu, na huo ni wito ambao Mungu anatuita na anawaita watu kila siku. Kuishi maisha matakatifu ni wito, tutaona huko mbele tunapoendelea. Kwa Mungu amewaita watu katika nafasi tofauti tofauti, na ni bahati nzuri kwamba japo sisi wakati mwingine tunatofautisha, lakini hizi nafasi zote ambazo Mungu anawaita watu kukaa, hakuna nafasi bora kuliko nyingine. Haleluya. Ingawa sisi huwa tunazipa thamani tofauti tofauti. Kwa mfano, mtu ambaye ameitwa kuwa mchungaji na Mungu akambariki akawa anachunga kanisa lenye watu wengi, huyu mtu wakati mwingine anapewa heshima kubwa kuliko mtu ambaye ameitwa kuwa mwalimu wa kufundisha neno la Mungu. Lakini Mungu anapowatazama watu wote ambao amewaita katika nafasi hizi, amewaweka katika viwango sawa, na ndio maana wote wanaitwa na Mungu. Haleluya. Wote tunaitwa na Mungu kukaa kwenye nafasi hizi. Kwa kila nafasi ambayo Mungu anamweka mtu kukaa ni nafasi ya heshima, ambayo huyo mtu anapaswa kuiheshimu na kuitumikia. Sasa unapokuwa umeitwa, ule wito ambao Mungu amekuitia ndio ambao unakutengenezea huduma ya kufanya. Nina bahati nzuri kwa sababu ni semina hapa, maana tutajifunza, tutaangalia kitu kwa utaratibu. Tutaona watu ambao Mungu aliwaita na akaweka kwenye nafasi mbalimbali, na huduma waweza kuwa wanazifanya kwenye zile nafasi ambazo Mungu alikuwa amewaitia. Sasa katika ule mistari tuliyosoma, maandiko yanasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi ya kuwakamilisha watakatifu, na hata kazi ya huduma itendeke, na mwili wa Kristo ujengwe. Hii ndio kusema kwamba mtu anapoitwa kuwa mchungaji, maanake huyu mtu ataenda kufanya kazi ya kichungaji. Mtu anapoitwa kuwa mwalimu, maanake ataenda kufanya huduma ya ualimu, atakuwa anafundisha neno la Mungu. Mtu anapoitwa kuwa mwinjilisti, atafanya huduma kama mwinjilisti, maanake atakuwa anahubiri injili. Mtu anapoitwa kuwa nabii, atafanya huduma ya kinabii, atakuwa anatoa unabii. Na mtu anapoitwa kuwa mtume, atafanya huduma ya kitume, maanake atakuwa anatembea huku na huku kuanzisha makanisa. Kwa sababu hizo ndizo kazi za huduma hizi, kwa namna ambavyo Mungu amewaita watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka nirudie kwa kusema kwamba kila huduma na kila wito ambao Mungu anamuita mtu ni wa thamani. Usije ukajiona wewe ni mtu duni kwa sababu pengine umeitwa katika nafasi ambayo wewe unaona sio ya heshima. Usije ukajichukulia kawaida. Wewe ni wa thamani na wito wako ni wa maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma tano hizi huwa tunazifananisha na vidole vitano. Tunazifananisha na vidole vitano. Sasa niambie, ni kidole gani katika hivi vidole vitano ambacho sio cha thamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwalimu anafananishwa na kidole hiki kidogo. Na kazi ya mwalimu ni kulifafanua neno ili lieleweke kwa mtu na limsaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwalimu tofauti na mwinjilisti. Mwinjilisti anaweza kalipuka tu dakika ngapi akamaliza na akaondoka. Lakini anamwachia kazi mchungaji kulea wale watu ambao mwinjilisti amewasaidia kumfahamu Kristo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio maana ya umuhimu wa kidole hiki pia. Ni nani ambaye anapopata changamoto labda sikio lake linamuwasha? Nani ambaye huwa anatumia kidole hiki kujikuna ndani ya sikio? Wengi tunatumia kidole hiki kwa sababu angalau chenye kinaweza ikapenya. Haleluya, watu wa Mungu. Na mwalimu naye anafananishwa na kidole hiki kwa sababu ya nafasi na kazi ambayo anaifanya kulingana na wito. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa vidole vyote hivi ni vya muhimu. Hakuna ambacho hakina thamani katika vidole hivi. Lakini kitu kinachoweza kuvitofautisha ni kwamba kila kidole kinaweza kufanya jambo fulani vizuri zaidi kuliko kingine. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa kila wito ambao Mungu anamuita mtu ni wito wa thamani. Usije ukadharau wito wako na kusema mimi nimeitwa katika nafasi ndogo. Nafasi yako na wito wako ni wa thamani. Jambo la muhimu, tumikia wito wako. Fanya ile huduma inayotokana na wito wako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakikisha mara zote hauondoki kwenye kusudi la wito wako. Endelea kukaa kwenye wito wako kila siku. Kila siku, hata kama utakutana na vikwazo, hata kama utajaribiwa, lakini usije ukaondoka kwenye wito wako. Kaa kwenye wito wako. Wito wako ndio unaozaa baraka zako. Haleluya. Tutaona huku mbele. Unapokaa kwenye wito wako na kufanya huduma inayozaliwa na wito huo, ndio Mungu atakubariki na kukupeleka katika viwango vikubwa na vikubwa na vikubwa. Haleluya. Haleluya. Hebu sema kila wito una thamani. Kila wito una thamani. Sasa ziko aina mbili za wito, au kuna namna mbili ambavyo Mungu huwa anaita watu. Jambo hili nimewahi kuligusia kidogo, sitakaa sana hapa. Kuna namna mbili kuna aina mbili za wito. Aina ya kwanza ya wito ni wito wa jumla, lakini aina ya pili ya wito ni wito maalum. Kwa hiyo Mungu anaweza kumuita mtu kwa wito wa jumla, lakini pia Mungu anaweza kumuita mtu kwa wito maalum. Wito wa jumla ni wito gani? Au mtu anapoitwa katika wito wa jumla inakuwaje? Kimsingi ni kwamba huu ni wito ambao Mungu anawaita watu wote ili wafanye nini? Ili waache dhambi na kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Huu ndio wito wa jumla. Wito huu ni wito ambao kila mtu anaitwa kwao. Wito huu ni wito ambao hauchagui. Kila mtu ambaye amekaa kwenye wito maalum amewahi kuitwa katika wito wa jumla. Na ili uweze kufanya vizuri katika wito maalum, ni lazima uitike kwanza wito wa jumla. Wito wa jumla ni wito ambao Mungu anawaita watu wote ili wamwamini Yesu Kristo na kuacha dhambi zao. Wamtumikie Mungu wakiwa wanamwamini Kristo Yesu kama Mwokozi wa maisha yao. Sasa wito wa jumla tutautazama kwa kuangalia kile kitabu cha Mwanzo, lakini pia tutaangalia kitabu cha Waebrania, tutaangalia pia kitabu cha Yoshua, na tutaangalia pia kitabu cha Mathayo kuangalia wito huu wa jumla. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 na 4 utaona namna ambavyo Mungu alimuita Ibrahimu. Wakati ule Ibrahimu alipokuwa bado anaishi kule Harani, akiwa anaishi na baba yake pamoja na ndugu zake wengine. Soma ile sura ya 12 mstari wa 1 hadi 4, maandiko yanasema Bwana akamwambia Abraham, wakati huo alikuwa bado anaitwa Abraham, alikuwa bado hajabadilishwa jina na kuwa Ibrahim. Maandiko yanasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kuzikuza na kulikuza jina lako, na hivyo utakuwa baraka. Nami nitawabariki wale wanaokubariki, naye akulanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia zitabarikiwa. Basi Abraham akatoka kama Bwana alivyomwambia, na Rutu akaenda pamoja naye. Basi Abraham alikuwa mtu wa miaka
75 alipotoka Harani. Alikuwa ni mzee. Ndiyo Mungu akamwita. Pata picha, mtu huyu alikuwa amekaa Harani kwa miaka 75. Amekaa hapo Harani miaka 75, na anaishi na ndugu zake, anaishi na jamaa yake. Lakini bahati mbaya sana, wakati wanaishi hapo walikuwa wanaabudu miungu. Walikuwa wanaabudu Mungu anaitwa Mungu Nana. Hiyo inaonekana katika kitabu cha Yoshua sura 24 mstari wa 2 na wa 3. Unaweza kuandika, pengine tusome pale. Sasa ndio wakati wanaendelea kuishi hapo, ndio Mungu akamwita Ibrahimu. Kitu ambacho utakigundua Mungu alipomwita Abraham ni kwamba ule wito wake ulimbadilishia Abraham kila kitu katika maisha yake. Kila kitu kilibadilika. Kwanza utaona kwamba maisha yake yalibadilika, lakini pia alibadilisha namna alivyoamini. Lakini pia utaona hata mahali alipoishi palibadilika. Angalia, alikuwa anaamini miungu, na si kwamba yeye tu ndo alikuwa anaamini miungu. Hata ndugu zake wengine wote walikuwa wanaabudu miungu. Nafikiri tusome hii Yoshua. Walikuwa wanaabudu miungu. Yoshua anawaambia wakati Ibrahimu au Abraham anaitwa, alikuwa bado anaabudu miungu, lakini akaamini. Ndio maana niwaambia wito wake ulimbadilishia hata namna ya kuamini. Alikuwa naamini miungu, lakini baada ya hapo akaanza kumwamini Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wito huu wa jumla una tabia ya kumbadilisha mtu kila kitu kwenye maisha yake. Na ndio maana nimekuambia huu ni wito ambao Mungu anatuita sisi na wale wengine bado hawajaamini, ili wamwamini Kristo, waache dhambi, waishi maisha ya kumpendeza Mungu. Waebrania sura 11 mstari wa 8. Kitabu cha Waebrania, waraka kwa Waebrania sura ya 11 na mstari wa 8. Biblia inasema kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Akatoka asijue aendako, akatoka asijue aendako. Wakati ule Ibrahimu anaitwa. Kwa hiyo Mungu anatuita sisi sote kwa wito huu wa jumla, tuwe wa Kristo na tufanye wanafunzi, kwa maana kwa kuhubiria wengine, lakini pia anatuita kwamba tutumike au tutumie muda pamoja naye kwa njia ya kusoma neno la Mungu na njia ya maombi. Lakini pia Mungu anatuita ili kwamba tujihusishe sana na utumishi kanisani. Lakini pia anataka tunapoendelea kufanya hayo yote tuache dhambi, tusitende dhambi kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haya ni mambo yanayoambatana na wito huu maalum. Sasa kwa aina hiyo au kwa aina hii ya wito, Mungu anamuita kila mtu, hata wale ambao bado hawajamwamini Yesu Kristo. Anawaita pia kwa aina hii ya wito ili waache kila kitu kisichompendeza Mungu, wamwamini Kristo. Na ndio maana utaona hata wakati Mungu anamuita Abraham, alikuwa si mtu wa imani, lakini Mungu alimuita akitaka ambadilishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwangalie pia na Yesu wakati anaanza kazi katika Mathayo sura ya 4 mstari 17. Wakati Yesu naye anaanza kazi, alifanya vivyo hivyo. Utaona namna alivyokuwa anawaita watu. Alikuwa anawaita watu ili waache dhambi, wamfuate. Huu ni wito wa jumla, ni wito wa jumla. Mathayo sura ile ya 4 mstari wa 17 unasema, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Wakati Yesu anawaita watu. He was Jesus himself. Alikuwa ni Yesu mwenyewe anawaita watu. Huu ni wito wa jumla.
Hakuwa anawaita watu ili wawape kazi maalum, ila alikuwa anawaita watu akiwaambia, no, acheni dhambi, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Huu ni wito wa jumla. Hii ni aina ya wito ambao Mungu anawaita watu wote duniani. Kila mtu duniani anaitwa kwa aina ya wito huu. Kila mtu duniani anaitwa kwa aina ya wito huu. Sasa tuangalie wito wa pili, aina ya pili ya wito ambao ni wito maalum. Aina ya pili ya wito ni wito maalum. Huu ni aina ya wito ambao Mungu anamwita kila mtu ambaye tayari ameitika wito wa jumla ili afanye kazi au huduma maalum. Narudia. Huu ni aina ya wito ambao Mungu anamwita kila mtu ambaye tayari ameitika wito wa jumla ili aweze kufanya kazi au huduma maalum. Ndio kama vile tulivyoanza kuona kwamba wengine aliwaita kuwa wachungaji, wengine aliwaita kuwa walimu, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii. Lakini Mungu wengine amewaita kuwa waimbaji, wengine amewaita kuwa watu wa moyo, wafariji, watu wa huduma mbalimbali. Amewaita Mungu, amewapa kazi maalum. Sasa kabla Mungu hajamuita mtu katika aina hiyo ya wito, ndio kusema anamwita kwanza kwa wito wa jumla. Akiitika wito huo, ndio Mungu anaweza kumuita tena huyu mtu katika wito maalum. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika wito huu maalum unaweza kuitwa na kupewa ofisi. Unaweza ukaitwa na kupewa ofisi, au unaweza ukaitwa kwa wito huu usipewe ofisi, ukawa ni mtumishi chini ya mtu mwingine. Kipengele hiki naomba nisikilize vizuri, uweze kuelewa vizuri, usichanganye. Kwa sababu kuna watu wengine, kwa sababu sio wachungaji, kwa sababu sio walimu, kwa sababu sio wainjilisti, hawajui kwamba wanatakiwa kuwa na nidhamu ya namna wanavyoishi, wakifikiri wao hawajaitwa. Kwa wito huu maalum, ukishaitika ule wito wa jumla, Mungu anaweza kukuita kwa wito huu maalum, ukawa hauna ofisi kwa maana ya kuwa mwalimu au kuwa mchungaji, lakini ukawa una huduma hiyo na unaifanya ukiwa chini ya mtu. Lazima ujue na utambue nafasi yako. Usipotambua hilo na kutambua nafasi yako, kuna vitu hautabifanya. Kuna vitu Mungu alitaka ufanye hautafanya, na utapoteza baraka zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Utapoteza. Lakini ukitambua kwamba no, Mungu ameniita, hata kama hajani direct kwenda kukaa mahali nitumike kama mtu ambaye nimepewa ofisi maalum, lakini bado yako mafuta ya wito huu, natakiwa kuyaheshimu mafuta haya na niyatumikie mafuta haya. Wito maalum. Kwamba unaweza ukaitwa katika wito huu maalum, ukapewa ofisi au usipewe. Unaposema ukapewa ofisi, manake unaweza ukawa mwalimu, una huduma kubwa ya walimu, unafundisha neno la Mungu mahali. Mfano mzuri, tuna walimu wengi ambao wanafanya huduma kama walimu, manake wamepewa ofisi, wanafanya kwenye ofisi. Kwa mfano mwalimu akasema, wengi ni mtu mwenye huduma ya walimu, na alipoitwa katika huduma ile ya walimu amepewa ofisi, kwa ana huduma inayojitegemea, anafundisha neno la Mungu. Lakini kuna mtu mwingine ameitwa na huduma nzuri ya walimu, lakini hajapewa ofisi, manake anafundisha neno la Mungu lakini yuko chini ya mtu mwingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unapokuwa umeitwa kwa namna hiyo, haina maana kwamba wito wako ni wa kawaida, lakini Mungu amekuita kwa namna hiyo kwa kusudi lile lile alilosema wakati tuliposoma katika Efeso, kwamba kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu na hata kazi ya huduma ipate kutendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hivi nafikiri kama mchungaji anaweza kusimama kila siku kuhubiri na kufundisha? Maana mchungaji
Jambo hili nilikuwa nimesahau kusema wakati nafafanua zile huduma. Mchungaji, mtu yeyote ambaye ameitwa kuwa mchungaji ni muhimu, na Mungu anafanya hivyo, na zile huduma zingine zote 4 zilizobaki huwa anapewa mchungaji. Lakini zaidi sana huduma ya ualimu lazima apewe. Anaweza ile huduma ya kinabii sionekane sana ndani yake, lakini kwa sehemu itakuwa. Lakini huduma ambayo lazima itakuwapo sana, huduma ya walimu. Lakini pia hilo halimfanyi mchungaji asimame Januari mpaka Disemba kila Jumapili. Sasa ili hilo lisifanyike, ndio kwamba kuna watu wengine Mungu anawaita wanakuwa chini yake, wanafanya huduma hizi lakini chini yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna watu wengine huwa wanashindwa kufahamu. Wengine wanaitwa wanasema mimi bwana sio huduma yangu. Lakini kumbe unapaswa kufanya ili kwamba Mungu unapoenda kufanya hivyo Mungu akubariki. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa inamaanisha nini kuwa na huduma au kuitwa katika wito huu maalum na kupewa ofisi au kupewa ofisi? Ndio kwamba kuna watu katika wito huu maalum, kuna aina mbili pia. Au kuna namna mbili za wito huu maalum. Namna ya kwanza ni kuitwa katika huduma maalum, lakini wewe unakuwa ni mtumishi chini ya mtu mwingine. Lakini unaweza kuitwa kwenye huduma hii katika wito huu maalum ukawa ni mtumishi kiongozi. Mambo haya usije ukayasahau. Unapoenda kumwamini Mungu na kumtumikia Kristo kanisani, usisahau vitu hivi viwili. Uwe na maarifa na hekima na ujuzi wa kujua neno la Mungu, kuyajua mambo ya Mungu, ili unapotembea usiyumbishwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiyumbishwe. Usiumbishwe. Unajua ukipata maarifa, ndio maana Yesu alisema, "Na mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru." Ukifahamu, kwa na ufahamu leo vitosheleza, hauyumbishwi na unakuwa na uwezo wa kutembea na Mungu vizuri. Sasa wito huu maalum, narudia, umegawanyika katika aina mbili. Aina ya kwanza ni mtumishi chini ya mtu, aina ya pili ni mtumishi kiongozi. Nitakuonyesha kwamba inakuaje katika kila kundi. Unapoitwa kuwa mtumishi chini ya mtu mwingine, kuna vitu ambavyo unatakiwa uhakikishe. Kuna vitu ambavyo unatakiwa uhakikishe. Sasa hapo inawezekana wewe tayari umeshagundua kwamba mimi ni mtumishi au nimeitwa katika nafasi hii. Sasa kuna mambo matatu ambayo lazima uhakikishe hayakosekani kwenye maisha yako. Yasije yakakosekana katika maisha yako. Mambo haya matatu, lakini yako na mengine. Ila hapa nataka nikuonyeshe mambo matatu ya muhimu ikiwa wewe umeitwa kuwa mtumishi chini ya mtu mwingine. Kama umeitwa kuwa mtumishi chini ya mtu mwingine, yani wito wako umekupa huduma ambapo hiyo huduma unaifanya chini ya mtu mwingine, mambo haya matatu yasikosekane katika maisha yako. Jambo la kwanza, hakikisha unajifunza kutumika kwa utii. Unapokuwa umeitwa kuwa mtumishi chini ya mtu mwingine, hakikisha kwa gharama yoyote ujifunze kutumika kwa utii. Maanake uwe na utiifu ndani yako, kumtii Mungu lakini kumtii na yule mtu ambaye umeitwa chini yake. Amen. Haleluya. Hili ni jambo la kwanza ambalo lazima ulihakikishe ikiwa wewe Mungu amekuita katika aina hii ya wito maalum lakini mtumishi chini ya mtu mwingine. Jambo la pili, uwe na uwezo wa kushirikiana na watu wengine vizuri. Uwe na uwezo wa kushirikiana na watu wengine vizuri. Kuna mtu mwingine naweza yuko kanisani na ameitwa anafanya huduma fulani, amepewa huduma fulani kufanya, lakini hawezi kushirikiana na watu. Yeye ni mtu wa kujisegregate, kujitenga. Hashiriki kitu chochote isipokuwa tu kila ambacho kinaigusa huduma yake. Sasa unapokuwa umeitwa, mtu wa Mungu, unapokuwa umeitwa, ni muhimu sana uwe na uwezo wa kushirikiana na watu wengine. Kushirikiana nao vipi? Kushirikiana nao, uwe na uwezo wa kuzungumza nao vizuri. Uwe na uwezo wa kufanya mambo kama ambavyo unaelekezwa kama mtumishi chini ya mtu. Uwe na ujuzi huo, uwe na uwezo katika eneo hilo. Uwe na uwezo
wa kutumika pamoja na wale watu ambao umeitwa pamoja kutumika au kufanya kazi. Lakini jambo la pili ambalo ni muhimu sana ujihakikishie unapokuwa umeitwa kuwa mtumishi chini ya mtu mwingine, unatakiwa uhakikishe kwamba unakuwa chachu. Chachu ya kukuza huduma ya kiongozi wako. Bwana Yesu atusaidie sana watu wa Mungu. Uwe chachu ya kuikuza ile huduma ambayo kiongozi wako ameitwa kufanya. Uwe chachu. Maanake uwe msingi wa ukuaji wa ile huduma. Na hiyo ndio sababu kwa nini Mungu, ni moja kati ya sababu kwa nini Mungu amekuita ufanye huduma fulani lakini chini ya mtu. Maanake you have something you can put in that ministry to grow it.